Karibu katika podcast yetu ya Open Mic with Unique, ikizungumza mada ya upendo, na hii ni sehemu ya pili. Big ups ziende kwa Gerard Kadinya, mwongozaji wa podcast hii, na mimi ni Arafa Ngondai. Katika sehemu iliyopita tulisikia vitabu vya dini kwa maana ya Biblia na Qur'ani zinazungumza nini kuhusu upendo. Leo tukawasikia wanafalsafa na wanasaikolojia, wao wana nini cha kutuambia kwenye upendo. Tukianza na Plato, baba wa falsafa, katika miaka ya 427 na 347 kabla ya kuja Kristo. Mwanafalsafa huyu wa Kigiriki alijadili dhana ya upendo katika teolojia yake ya Symposium, na katika kitabu hiki anazungumzia aina mbalimbali za upendo, akisisitiza juu ya upendo wa kiroho na wa akili zaidi kuliko wa kimwili. Anasema kwamba upendo ni njia ya kuelekea ukweli na uzuri. Lakini pia Aristotle alizungumzia upendo katika muktadha wa urafiki katika kitabu chake cha Nicomachean Ethics. Humo ameelezea aina 3 za urafiki, ikiwemo urafiki wa manufaa, ambapo watu huwa katika mahusiano ya kirafiki kwa sababu kuna mmoja ananufaika na kuwa karibu na mwenzie. Aina ya pili ya urafiki ni urafiki wa furaha, ambao hutokea kwa sababu mmoja hupata furaha akiwa na urafiki na mtu fulani. Basi kama hakuna furaha, hakuna urafiki. Na aina ya 3 ni urafiki wa kweli, ambao unategemea wema wa mtu binafsi. Lakini mwisho akasema kuwa urafiki wa kweli ni muhimu kwa maisha ya kila siku ya binadamu. Pia Søren Kierkegaard, mwanafalsafa wa Denmark, alijadili upendo katika muktadha wa imani na uhusiano na Mungu katika kitabu chake cha Works of Love kilichochapishwa mwaka 1847, na humo alisisitiza kwamba upendo ni wajibu na kwamba ni lazima uwe na msingi wa kujitoa kwa wengine bila masharti. Kwake Erich Fromm, katika miaka 1880 na miaka ya 1900, mwanasaikolojia na mwanafalsafa, alisema upendo si hisia tu. Hii ameandika katika kitabu chake cha The Art of Loving kilichochapishwa mwaka 1956. Katika kazi hii anasisitiza kuwa upendo si tu hisia, bali pia sanaa inayohitaji juhudi na kujifunza. Maana yake ni kwamba unaweza kujifunza kupenda. Anazungumzia aina tofauti za upendo kama vile upendo wa mama, upendo kati ya wapenzi na upendo kwa jirani. Tumalize naye Carl Rogers, mwanasaikolojia maarufu ambaye alizungumza kuhusu umuhimu wa upendo katika muktadha wa uhusiano binafsi. Katika vitabu vyake kama On Becoming a Person kilichochapishwa mwaka 1961, anasisitiza umuhimu wa kuonyesha huruma na kuelewa wengine ili kuweza kujenga uhusiano mzuri. Hadi kufikia hapa, nafikiri kuna kitu kidogo umeanza kupata kuhusu upendo. Basi endelea kuwa nasi kujua visa vikubwa vya upendo vilivyowahi kutokea katika ulimwengu. Mimi ni Arafa Ngondai. Big up kwa Gerard Kadinya, mwongozaji wa podcast hii ya Open Mic with Unique. Usikose kufuatilia katika mitandao ya kijamii kama Unique Media TZ #kuwa wa pekee.